Gone to Gana Soda. Aqui deve ir. Mas ele já stream. U4 wakati mnaongea unaangalia hii kamera. Form resident na host wake yeye ni eu sou com ele wale kan wate ina itolega basi abu kanaro basi abu kanaro What's up? 3, 2, 1, action. Sana ndio mwanzo muligiria kula na kumanya toikire ase skuru ya university ya Kisii Kirogono tore na barai kura ase skuru yo habare nende aborokiwa barati ukwanira amana na yega babiri bakurigiria anene muno wiki yega abatwarire manyakare tuna cultural festival eyo babiri bakurigiria mangana kuna ayechigo sori kaboibo ebinto ebinge na kuroro tuchigotwara aboroke babo tunyara gusanga anabara kera utogendete kunya gusigikana litukiriga area ejuma karibu sana na inde ndasaba kwa bere kyagira aboroke wanunga amarke babo tibago chikonyara gutumia muno gwekisi na babo gutumia muno gwekesoeri ose banyara kuburukane herinde tunyare kumerana ikyagira aboroke romani school ya Kisii University nigebwate aboroke kurase ebisaku ebinge karibu sana inda sentra ya mene tiga ukariganye ase aliga herinde tunyara gusanga ase obwamo. Good morning. Habari zenu Kire. Salamu yangu kwa Kire. Tukianza na pande leo, unaweza tuambia jina lako na unafanya nini? Majina naitwa Dickson Adhiambo Paul. Najitambulisha kama kiongozi wa wanafunzi kutoka shule ya sayansi safi na tumizi, that is School of Pure and Applied Science. Pure and Applied Sciences. Karibu sana. Habari yako? Nzuri. Majina yangu ni Lydia Nanjeho. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3, nafanya somo la sheria. I'm the speaker. Karibu sana. Good morning. Good morning. My name is Joseph Owino Semba.
I'm a third year student taking software engineering. I'm the Secretary General to the Student Union. Karibu sana. Kiswahili hongi. Tunajua tu Wajaluo na Kiswahili haingiani sana. Okay. Tutajaribu. Good morning. Yes, I'm Simon Mungu from School of Social Arts and Social Sciences, undertaking political science, 2.1 student in charge of sports, culture and entertainment in students' education. Karibu sana. Madam. Good morning. Habari yako? Umeendeke usi? Kabisa. Hasa mnaleta mkurugenzi Maria Msumari Nyawaka. Mjana wanafunzi mkora masomo ya sheria ya Kisii University na binti mpeleka wanafunzi ya masomo shule ya aswa mmoja na president ya Kisii University. Karibu sana. Asante sana. Unaweza sema nini kuhusu festival mmekuwa nayo? So cultural week ni festival tukatoa shule yetu yenye huwa inaleta wanafunzi wote pamoja. Niko kuelekea wanafunzi kwa maana kwa sababu kuna na barabara moto kwa na abande kuira na malamisha kwa chasi bali wa ibadi aba ni kinenge mtoto kwa diversity. Kwa na mkono wa chama kusi na mume kwa audio ni mama kwa na mama. So basically a cultural week yetu kwa tena ni kuleta wanafunzi ambao spina kwa tena regardless of all the cultures let us celebrate one another turolena ki turaponana. Karibu sana. Mwacho murigere na nakumanya nigo bakurwa asevisa ku au nandi nturaga ni banyale gukwanira ninge ke kyaberike gukoregana ewike yiga yonsi ase eskuru yiga ase university yiga ya Kisii. Tunachaka kurwa halia ase na nge SMU yunde. Tukianza na upande wa kulia pale. Unatoka sehemu gani Kenya wewe? Natoka sehemu ya Kisumu. Unatoka Kisumu. Do you understand your culture? Yeah, I understand my culture. Ukiwa huko katika Kisii University, unaweza kusema nini hasa this week wakati ambao mlikuwa mkizungumzia mambo mengi ama mkiangalia culture? Tangia Jumatano tumekuwa tukionyesha talanta zetu hapa mbele, ambapo nimeona wanafunzi wetu kutoka Kisumu, kutoka Nyanza, wote wametuwakilisha vyema sana. Tunafuraha sana pia hapa. Culture ya Kijaluo imesherekewa huku pia. Naam, na jana nilishuhudia wakisherehekea hapo mbele. Ukiangalia utamaduni wenu, nini ambalo unajua zinaashiria utamaduni wenu? Utamaduni wetu. Yes. Kwa vile tunavyotazama tunaona mambo ambayo yamekuwa yakifanywa kutokea kitambo na mababu wetu, na sisi pia tunataka tuyaendeleze. Kama vile nyimbo, tukiangalia nyimbo, michezo mbalimbali, mmeifanya kitamaduni au vipi? Tumefanya kitamaduni, hata walipokuwa wakilengwa viuno hapa, imekuwa tu vile walivyokuwa kufanya nyumbani. Na ukiangalia vijana wengi hawajaangalia hii maneno ya kuzungumzia kitamaduni ama kutumia lugha yao ya nyumbani. Unaweza sema nini wewe kama kijana? Kwa hisia zangu nafikiria utamaduni unafaa uendelezwe, kwa vile inatufanyisha tukue oriented physically. Ili nyumbani zetu tunaelewa yale ambayo yalikuwa yakifanywa na mababu yetu, na kutoka kwa hayo yote tunaendeleza huo utamaduni wao pia na wao. Shukrani sana. Lydia, unatoka pande gani Kenya? Natoka sehemu za Western. Unaweza sema nini kuhusu utamaduni kutoka pande za Western hasa katika Kisii University? Tangu cultural events started, have really witnessed the Luhya community, that is the Western people. They've really presented. Yesterday they demonstrated the initiation, the circumcision ceremony. It was really amazing. Maybe to say, kitu tunaweza sema hapo ni tamaduni zetu ni nzuri. We have the Western culture within us, but there is some good culture that we need to uphold.
Culture hizi ni kama sasa zile ambazo tunajua roles za mwanamke, roles za wanaume na nyakati katika maisha. Our tradition is very good, it's rich, and we need to preserve it to the next posterity, so that our generation, like the next generation to come, can continue embracing it because it's good. Na ukiangalia katika shule ya Kisii University, kuna Waluya, ukiangalia nambari ama idadi ya Waluya katika shule hii iko vipi? Idadi ya Waluya katika shule hii inaweza fika, tunaweza fanya rough estimation, it's around 4,000. Naona hiyo ni nambari kubwa sana kwa sababu tuko na county za Waluya ambao wako tayari na wamejiregister kama county association katika chuo kikuu. Wamefurahi na hii cultural week ama wamesema nini? Wakilishwa vyema kulingana na ambavyo jana walikuwa wamejipanga, pia walikuwa wanapika chakula vya kitamaduni kule. Sasa naweza sema kwamba walikuwa wamefurahia. Ndio watu waende wafanye vitu kama hivyo, lazima kuna furaha. Na pia wamefurahia kwa sababu walijitayarisha kwa nyimbo za kitamaduni na kuigiza watu pia. Shukrani sana Joseph Owino. Do you understand your culture? Okay. First of all, I'm Aluo from Siaya County. Though I've been detached from my culture because maybe I've stayed away from home for a while, and I've not embraced the culture, my own culture, in the way that I saw yesterday. I never expected that the culture that our great grandfathers practiced is still there. Like I saw them dressing the way the old people used to dress. I wondered where did they find those clothes. I heard them singing those songs that were sung back then. I was wondering, how did they manage to understand these songs that were there back then? But it's a great thing that it has been preserved till now. What do you think you can do to embrace the culture? Personally, I've just been fully detached from things to do with culture, but with such kind of an event, cultural week, that make us remember that we come from somewhere. You don't just stay, for example, you stay in Nairobi, you stay somewhere where you even forget about your culture. So such kind of an activity like cultural festival that Kisii University has presented to us is one of those initiatives that really impact on the world. Let's say today you have a family. How will you wish your family to be? Detached like you, or you want to take them back to your people? Yeah, with the kind of presentation that I've seen here, I would really wish to make them embrace the culture that are back at home. So I will just ensure they learn even as they grow up. The problem is when we grew up, maybe we were left out. We were not engaged in learning whatever is back there. But I think the culture, the Western culture, or maybe let me say, staying away from home and learning things. Modernization is really influencing our culture negatively, and in fact it is making it to be deprecated, and it will be gone if we continue using it. Uwezi taka kwenda kwa shosho ukafunzwa nini Kijaluo? Kusema ukweli, nilienda kwa shosho yangu nikiwa mdogo kabisa. I don't even remember, but now once I get a chance, I really need to work in those places at least to understand whatever happens there. Maybe they tell me, in low culture there's that home structure. They say that there should be a house in the middle of the home. Like, I need to learn such kind of things, and in fact I will take an initiative to go back there and learn. Thank you. Tukija kwako sana. Habari yako? Naona Ndungu, unatoka pande gani za Kenya? Ninatoka Kiambu, Kilongoni constituency. Kiambu, wale ambao mnaita nyanya zenu shosho. Yeah. Yes. Una vipi hii cultural festival ya Kisii?
I think the cultural week ya Kisii it was good because hapo ndio wanafunzi wanajua kwenye walitoka, kwa sababu lazima kila mwanafunzi ama kila mtu anajua his or her origin because we come from a given origin. Kwa hii cultural week kuna wanafunzi waliweza kujua vyakula vyao, kujua utamaduni wao na kujua kile anafaa kuwa kama kama mimi. Na ukiongea kwa sauti, umesimamia mambo ya sports. Naam. Umeona vipi sports mmezifanya siku ngapi? Tunisia, I think we started on Sunday on the inter-region competitions that were involving regions. Region is compiled by given counties that makes that to be region to usher in the cultural week. So we started with 8 regions where they have played. So today we are having 2 matches for the third playoffs and the finalists. Yeah, and it was a good thing because it have motivated many of the students, and many of the students have actually mobilized themselves and felt that they have been included in this cultural week. Ni michezo kama ipi ambayo wanafunzi wanaweza kushiriki? Kuna michezo kama wanaimba nyimbo ya kitamaduni zao, then wanaimba nyimbo za foreign songs za kutoka nje ya tamaduni zao. Kama jana pia walikuwa na present, nikaona wanafunzi they are very creative and they are very enjoyable and they are very willing to participate in their cultural dances. Then from there walikuwa wanavaa nguo za kitamaduni yao. Unapata kama sisi Wakikuyu kuna zile nguo tunavaa wakati tunafanya ibada different kama ya sacrifice, kama ya marriage, kama ya initiation. So unapata tuko kuna hizo nguo zenye zinatuma hata wanafunzi na feel and free na feel and I think that was very fine. Wewe kama Mkikuyu ukiwa unasomea huko Kisii, are you proud to say that Kisii is a good place to be? Yes. I can say because one, if it can give me the chance to actually show myself who I am in terms of my origin, I feel I'm included, and I feel I'm part and parcel of the students. Thank you. Tukija kwako Madam President, umanyeteke uhusiano kabisa ni mali ngote amande aya na kunyara gukwanira igoro ya skuru ya Kisii University asa tukiangalia mambo ya utamaduni. The cultural diversification utamaduni ya kwana leo kuleta wanafunzi wa bonsi kwaligereria bonsi bibakwandire kurwa sibari mete buna bachire gocha gochega na buna banchire buna to celebrate the different cultures. That can tell you no skuru ya Kisii University ne kabana masomo gatokora bado ngosomera wanafunzi buno yataba tameti historia bunasa kurwa saru, lakini boniga through having cultural week ya mokonyere ebe easier osinonyere otakire koira na bona guchinka mwabo achikobole history achikoriga batata na kisokoro chae chikomweresera na ki baokore bintu byabo igo boni ngento na tebena cultural festival ya tokonyere ande yakonyera abanafunzi bonsi kumanyana nekaba kibaregaiga asina robaru batakire wa appreciate na kumanyana nene ege approach gocha ketakire kolani na kumanyana bagwate culture etakire ko preserved na ko celebrated na rocha different cultures came even people from abagusimba chitega bakatwara kina ki ngaitwa rure ngaitwikire igobona twachakire osomi bona kumanya that te fade out te kurwasi sakubito mbia sana singito ndai ndo tebona ukuwakilisha abagusenge karukogerere. What can you say about abagusi bari in Kisii University? Gotema bari komenya una aba kuba abagusi osiba gotema kwige bintu bintu ngotema tole umeteke nege sakukoro kuna Gen Z
Gen Z wana tubate mix ya bali bakari na ababonega igo tubate both groups but intona tebe in all of them wote maturi koleta culture yetu na bonone asa mawasiliano once na wewe kunyara wanafunzi wako kwa na ne lugha yao naro cha bande maro sivyo toke kuchimake gari bakariye bintu bikora kina distinct preserve our culture ndio intona tebe na asomano eto mogusi batembere kwenye preserve kwenye preserve ni through okwaneke gusi komanyana aba gusikare kana kibamenyete ikigeta kiro okoro igondo chento de bobe mo Ruby amana sana nende ekera bono litukoria rero mugucho wika climax ingi what do you expect abaloto bonzi or se bonzi bamaringe babete bako participate as ero magana ngene no otorraga ancora kana tolivia we are very ready for the culmination of this cultural week but mono ntotagete abanafunzi bacha bonsi romba group nchironke gochiko chiko uchizawai chikurukuru chinchi akuru ase au equally into wate abanafunzi bawuchi botavega okora ebintu bya basongo bagota bakora bikoro kuna beauty pageant. What I can say is we are expecting to have a colorful event nande tutagete abasani bache ababaje nzi bache nande batora kina now that to celebrate culture right now the Gen Z are praising actually na kitura kore to celebrate nani tukuna chijenzi sana tukirudi kwako Simon what can you say about kwa Kisii na wewe ambaye ni Kisii ama uelewi hata lugha ya Kisii unasema sema kwa hapa Kisii ni kitu nimefurahia sana because sisi Kisii lazima interact mingle with students from different countries, Kisii people and they are my friends that I have and there nimeweza kujua majina mawili kama Teva so nimefurahia sana. Sasa nikisema hata nikirudi nyumbani tutakutana nao nyumbani kila pale Central Kenya. What can you tell the people about kwa Kisii? Nikienda huko Central Kenya nitawaambia I think in Kisii land I have been able to expose myself in various ways, like in this leadership places, and I can say it is a good place to be, and it is a place that I choose that will help me to have good things in my life. Wewe kama Mkikuyu, you embrace your culture. Unaweza ambia nini vijana, hasa vijana wa Gen Z ambao hawataki kujihusisha na mambo ya kitamaduni? I think ni vizuri wajue kitamaduni ndio mtu, because hapo ndio tulitoka. So ni vizuri waache kujihusisha na mambo ambayo inaweza wakatia kuwa na kuingilia mambo ya kitamaduni, kama kutumia mihadarati, kama kuingia vitu kama wizi, kama kufanya vitu venye haifai, lakini utamaduni ndio kila kitu. Na mimi nafurahia utamaduni, ndio hata watoto wangu hata wakikuja wakuja kama wame embrace our traditions. Yeah. Do you think you've learned enough yenye unaweza amkiza kwa kizazi ambacho kitapita kwako ama kitatoka kwako? Yes, siwezi kusema nimesoma sana in terms of utamaduni. Labda niseme kama course yenye nafanya kuna vitu nimesoma, but in terms of traditions bado sijasoma sana, but ni kitu nakuanga na that passion that I will learn and one day I will be a traditionist. Yeah. Shukrani sana kwa Joseph yeye ambaye hata hajajua Kijaluo. Hata salamu unajua tu maneno mawili matatu. Najua maneno mawili matatu. I can speak but not that fluent. You know, when I saw them fluently singing, nikajiambia kumbe sijui lugha yangu. Yeah. What can you say about the coming generation? Sasa kwa wale ambao watazaliwa in towns just like you.
Actually kukiendelea hivi the cultures, let me just say my culture, it will be long gone. People will forget about it. Juu kuna venye ukishajua hizi lugha zingine kama Kiingereza, Kiswahili, ukirudi huko nyumbani hiyo lugha inakuwa ngumu. Lakini ukizaliwa huko nyumbani huku unakaa na wale wenye wanaelewa, unaanza kulelewa kwa hiyo tu ndo kenye unajua. So embracing the other languages gets much easier than now learning your own culture after learning another one. Yeah. Kwa wale Gen Z ambao ni kama wewe, utawaambia vipi ama watajifunzaje? Najua itakuwa ngumu sana. Kwanza Gen Z watakataa kujifundisha. Lakini ni vizuri hata kuelewa, like you understand a little about your people. You go back home, stay with them, at least you learn 1, 2, 3 things. You know, right now I've just been taught Wakire from Kikisi. And again, you know, being in campus here, you find somebody is taking maybe medicine and surgery. So that person is in class from 7 a.m. maybe to 8 p.m. They don't find time to interact with the rest of the students. So they can't even know the cultures of their course-mates. So having this activity at least shows them that actually this person you're sitting with speaks a different language. Mkiingia class, lugha ni moja, maybe mtaongea Kiswahili ama mtaongea Kiingereza, mtasahau kuhusu nyumbani. Lakini tukikuja hapa at least unakumbuka enyewe nyumbani. Unakumbuka unatoka northeastern pale uko dry, unasema enyewe I need to learn so that I at least do something for my people. So this cultural week inatusaidia ku rejuvenate and remember where we come from, so that we work hard. Maybe we came here to change home. So we need to do something to, unajua Gen Z wakiingia hapa campus wanaanza kujihusisha na mambo ambayo yako like hazihusishi akademia. So tukikuja tuonyeshe this is where you are coming from, itabidi wameanza kufanya kazi kwa bidii. Yeah. Shukran sana. When are you going to learn your culture? In fact, it has been influenced by my course. You know, Madam President normally tells me to at least be around them once in a while, like nikwe na wao, because I take software engineering, and that one in fact makes me to be away, like to be away from the people. Niko tuna machine yangu 24/7, just understanding the machine language. So you see, the way you want me to go and understand my language at home, my course makes me to learn a different language on how to talk with machines. So I think some of the courses zina influence, but mimi sijui nikimaliza masomo yangu nitachukua holiday niende nyumbani nijifundishe kidogo. Shukrani sana. Tukirudi kwako Olivia, kwa yale ambayo umeona ama umeshuhudia humu Kisii University, unaweza sema nini kuhusu Wakisii? Kwanza ningependa kusema kitu nimeshuhudia na Wakisii. Wakisii, most of the Wakisii they are welcoming. Then nimeshuhudia pia Wakisii, jana Wakisii walikuwa nauza kule ndizi, so hiyo ni mojawapo ya tamaduni zao. Alafu pia nimejifundisha Wakire, salamu. Ndio ukienda mahali usikose kusalimiana, kwa sababu in our tradition salamu is key. Usiposalimiana hauna nidhamu. Yeah, but that is not in Kisii, so we are different. Traditions zetu ziko tofauti na in Kisii here have interacted with the Kisiis and the accommodators, and I really want to appreciate for that, because kama ingekuwa maybe ni mali pengine, maybe wangekubali tribes zingine, wangesema because this Kisii University is in Kisii, it's only for the Kisii. But the fact that they are also embracing diversity, it's a good thing, and I really want to applaud them for that. Yeah. Na kwa vijana? Maybe vijana, kitu naweza waambia, vijana, something like this cultural day inatumove sana vijana. Kama mimi nimelelewa in Trans Nzoia. Trans Nzoia is a metropolitan area. Wewe unapata hata my parents are not of the same tribe.
So lugha ya nyumbani, the common language is Kiswahili and English. So you get such kind of a child. So naambia vijana, such kind of an event here, it encourages us to go deep and realize tumetoka wapi, tufanye nini, ndio tujue culture yetu. Na culture after like this cultural day, ukikaa chini ujifikirie vizuri, watu wamepresent hapo, you can't present because you don't know your language. Unakaa vizuri, unasema I need to do something. So to the Gen Z's youth, nawaambia try to do something about your culture so that you can take it to the next posterities. Yeah. Thank you. Na pale mwisho, unaweza sema nini kuhusu vijana na utamaduni tukimalizia? Shukran sana. Mimi naweza sema vijana wanafaa warudi nyumbani na wakue, hata wakiwa wanaishi mjini wanafaa wapate nafasi waende wakae na mababu wao ndiposa waelewe lugha yao na utamaduni zao pamoja pia. So kwanza kabisa nikiwa Kisii, mimi kwa mara nyingi huwa najihisi ni kama niko nyumbani. Nimekuanga hata nikienda kununua mboga kule kwenye vibanda, jinsi ambavyo wamama wanatukaribisha kwa njia ya upendo sana. Alafu kwa kuongezea pia, mimi kipenzi changu cha roho ni Mkisii pia. Kwa mara nyingi amekuwa akinifunza Kikisii, lakini kusema ukweli ni mimi ndio ukuwa mgumu wa kuelewa. Lakini mimi sijaona kitu kibaya. Kisii tuko salama sana. Naam. Shukrani sana Madam President. Tukimaliza utapeana your parting shot kwa sababu ya muda. Asante sana. Kwanza ningependa kushukuru Gitembe TV kwa kuja hapa na kusherehekea na sisi Cultural Week na Cultural Festival ya Kisii University. Ni furaha kubwa juu najua wanafunzi wetu wakiona hata nyinyi mnakuja wanasema kwa kweli tumeembrace zote. Na pili, viongozi wenzangu hapa wamekuja kujumuika na sisi. Unaona wamejifunza Bwakire, Bwairire. Kwa hivyo tuko pahali pazuri. Ningependa kuambia wazazi pale nyumbani, watu batokonye komanyeke Gusii, batokonye komanyeke Luya, batokonye komanyeke Gere, so that a culture to build asabana baito tonyare konyara. Anene mono buna boni gamroche twachakire ku embrace Kiswahili na Kisongo igo nkobasorora na kubateina tafadhali nto ba part of the contribution yoko Gere culture yeto ere. Ntubwate ntobuna bono amatera yeve Gusii na boigo gukwana neti sokoro tubwate buna emebayeno watemire kwegera ende yonse na nyamatera na negeire mekemeke igoro no twaringe na mwanya getinge heritage igomba someti bibere bitatu chibichanto agetiga iga kitobegete ebisena ne chianga chire bakabekire kare igo ikina bakweresa na kworo kiuna tokurusi chinyenyi mogondo una bune transition kurumo subati omwesekeningo omokungu kwenda igo gentona tebe na boniga we are doing well. Yeah. Shukrani sana. Kwa niaba ya wengine ungependa kusema nini kuhusu shule ya Kisii University? Shule ya Kisii University aswa sasa tukisherehekea Cultural Week ni shule ambayo tunasema iko diverse. Tunasema it is an inclusive and borderless. Yani yakoleta abantu bonsi ipi regardless kurwa sokurwa. Nande tokorigeri theme ya Cultural Week ito tokotabana intubune bisakwe bike. We are the youth as ambassadors of the mental health awareness, youth as agents of peace, youth as agents of green initiative, and overall youth as people who embrace each other. Igo gentona tebe gore Kisii University na nonya bana bali barenka bako reform 4 na bago chagaiga okoba na bakorana tokoreta kero muntu amo bana mbia muno sana. Asante mwanzo moligereria abo niko bari abarai korwa ase University ya Kisii nande ase ncho yebiro niko ngoko
kuboria ogendere kobera na intwe kosogendere kobera ime yomorobero iga ekero turachie gukwana na aro na barokio bose aborokia babo elinde fanyara gusanga na intwe naki abasubati baranyara gukora bia ase mirimo yeti science ase bono nigo turagende ase omutimo komoke ekiagera twakore gukwana na borokiwa nabo igo ekerenga gose ekeria banyarire kuboria ngeringa eskuru yiga yatemire kwenekianga ebisaku byonse byanyarire kwancherano nabo igo igekoro ngegendereiri ase eskuru yiga na kuboria abasae banyare gotema kwegera amang'ana aria yegekoro igo mancho murigeria ase gekekere bose na nento chigotwara aborokia ababo aiga ase te kamera